sio rahisi kama unavyofikiria. Wasasa kila kitu ni kigumu. Kumbuka umepewa mamlaka, na mamlaka hii ina nguvu. Nafahamu kwamba nimepewa mamlaka yenye nguvu, lakini vita hii napambana mwenyewe. Usiogope kupigana, kwa sababu mamlaka iko nyuma yako, tena yenye nguvu. Lakini mtoto hana kitovu. Hana kitovu? Hana kitovu. Sio kitovu tu, amefariki. Inna lillahi. Pole. Sasa nikwambie, mtoto yani mazingira yako sio yani ya kawaida, mazingira ni mabaya. Mtoto kabla bila kitovu, hana kitovu kabisa, yani hapo papo wazi kabisa. Na cha kushangaza panatoka hadi damu, yaani kama kuna mtu kankata hivi. Tufanye siri baina yangu mimi na wewe, hata huyo ni mzigo usimwambie. Sawa, mimi nimekuelewa mkunga, nitalifanyia kazi. Sawa, hivyo nilichokwambia mimi. Lakini hali inanitisha sana. Hii hali sio kawaida, ila kwa vile ndio ishajulikana hii hali sio kawaida, ndio tuiache kama ilivyo. Kama kuipambania tuipambania, lakini kwa hili kwa sasa hivi usimwambie, atajisikia vibaya sana. Huwezi kumwambia neno kama hili zito. Sawa, mimi nimekuelewa, nitafanya hivi. Sasa tunafanyaje hapa? Kuna taratibu wa kuzika, uweza kuelewa, tatu kuzike, imeisha. Kwa mimi kusema kweli hapo nimemaliza, lakini kwa hili jambo lipo hapa, simwambie mtu na yote. Sawa? Aya, we mgeni kutoka wapi? Sumbawanga na Chingwea? Sinakuuliza wewe. Alafu we baba, umeloga usiku, umeona shida uonekane, ukaamua uloge mchana kweupe, si ndivyo? Kwani huyu mwanangu mimi kuzaa mtoto hapa imekuwa tatizo kijiji kizima, nafuatwa na watu wasiojulikana mchana. Jamani, we baba we, nakuomba toka kwangu baba, toka kwangu sasa hivi nakuua. Umenielewa? Kwa sasa mnatakiwa umue pamoja. Mume wako anaumia kama unavyoumia wewe, na Nguma ni mtu mbaya sana. Yaani we baba we, mume wako anaumia wewe, nakuhusu nini? Ndio kitu kutoka nyumbani kwako hapa au? Kwani kijiji hiki kina tatizo gani na mimi? Inuka, ondoka, nimekwambia. Vita ya kweli upiganwa kimya kimya. Niwe mwazi ili tupate ukombozi. Wanakufa leo, wengine walikufa jana, wakifu siku. Jamani, hii michawi sisi itukane? Japo nimewata, lakini nilikuwa naogopa. Mzee wangu, imekuwa vizuri sana kukutana na wewe eneo hili. Unajua mzee wangu, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nifanyaje, nikueleze. Wewe mzee, sasa hivi kijiji kizima, nyumba hadi nyumba, mtu hadi mtu anaelewa kwamba wewe ni mchawi. Mzee samani, sijasema mimi, lakini kuna watu wamesema wewe mzee mchawi. Unajua kijiji kizima kimeshajua kwamba wewe mchawi.
Ila samani mzee wangu, usije kusema Kigaga huyu wako namba mimi hivyo. Mimi nimesikia tu kwa watu mzee wangu, na mimi nimeona nisilifumbie macho, nikudokeze kidogo ujue, lakini jambo sio zuri, achana nalo mzee wangu. Ni hayo. Wewe kijana, umeshawahi kulogwa ama unataka kulogwa? Mimi sitaki kulogwa, na kama nilivyotangulia kukwambia mzee wangu sijasema mimi, kuna watu tu wamesema. Kwa mimi nikaona kwa kuwa nimekuona hapa basi nisije nikapita bure bila kukupa hizo taarifa. Au watu ni akina nani? Wana kijiji. Wana kijiji. Wana kijiji. Kilebe Simo, mimi nimefurahi kwa msaada wako, unaweza ukaenda. Haya, ila cha kuzingatia hapo mzee wangu kwamba sio mimi niliyosema, ni watu. Nadhani hapo kwenye watu atakao uwe makini napo. Usije baadaye ukakaa sema yule Kigaga kaniambia mimi mchawi. Nyana kati yeye intenda mundu atange abaya wake abatange. Huyu sio kumuua mapema. Ukimuua mapema huyu utakosa mengi. Ina maana hao wanakijiji washakuwa tayari wananiona mimi mchawi. Nishakuwa na maadui wengi, nijipange pashavyo. Umepona kwa dile, umetoa taarifa nzuri. Nyanzige. Abeda. Pole na matatizo leo kukuta yote. Poa tayari sana, nashukuru sana dada yangu. Nyanzige, tangu uje kwenye kijiji hichi ushawahi kugombana na mtu? Hapana. Haujafanya chochote? Hapana, sijawahi kufanya kitu cha aina yoyote kile. Na umeshawahi kukutana na nani? Nilishawahi kukutana na Nguma. Na Nguma? Hapo ndo shida ilipoanza. Maana na Nguma sio yule ambaye unamjua wewe. Na Nguma ni mtu mbaya sana na amebadilika na ana roho mbaya. Unajua dada, wewe ambaye unaniambia taarifa hizi ni mtu wa pili sasa. Maana nilishawahi kukutana na mtu anavaa nguo nyeusi na alishawahi kuniambia taarifa kama hizo ambazo unazoniambia wewe. Lakini kwenye hili sitoweza kulikalia kimya hata siku moja. Nitapambana kadri ya uwezo wangu. Na Nguma sio mtu rahisi sana eti kupambana naye. Omba Mungu, mwenzako ushakuwa mzima. Bora tu ondoke kwenye hiki kijiji. Kimechafuka sana. Si umenielewa? Unajua dada, mimi kwenye hiki kijiji sitoweza kuondoka. Mimi ni mzaliwa kwenye hiki kijiji na kitofu changu kimezikwa hapa hapa kwenye hiki kijiji. Nitapambana nayo matatizo yote mpaka pale ambapo mimi nitapofikia. Nikutakia kila la heri. Sawa. Baba, mimi swala la hapa kijijini linavyoendelea, mimi nilikuwa na ombi moja. Ombi langu kubwa ambalo nilikuwa naomba baba, hapa kijijini kwetu kuna mganga ambaye ni Mama Mdodo. Na wengi tunamtegemea yeye. Kwa nini hili swala la harusi tusilipeleke kwa Mama Mdodo ili aweze kutusaidia kumtoa kwa Nanguma na kumrudisha harusi hapa? Maana anasaidia na kijiji wengi sana mzee wangu. Nanji, Naam baba. hivi Mama Mdodo unapomuona wewe na utaalamu wake kwa tatizo hili, anaweza kanisaidia kweli mimi? Baba, Mama Mdodo analiweza kabisa hili. Kulingana yeye, kijiji kizima hiki tunamtegemea yeye. Kwa hiyo inakuwa ni kwake ni swala rahisi sana. Basi sawa, ila mimi nitakaa na mama yako hapa ili tushauriane, kama inawezekana hata jioni au kesho asubuhi tuweze kwenda kwa mama. Basi baba, ina neno, wewe fanya hivyo, alafu kitachoendelea tutajuzana, tutajua wapi kwa kuanzia na wapi kwa kumaliza. Sawa, na mimi nitoe shukrani ya dhati kwa mawazo yako ulionigea, nitafanya kazi. Nafikiri ni mawazo mazuri sana haya. Haina neno mzee wangu. Nini chanzo? Nataka maelezo. Sio kuwa
wazee, wakubwa, hata vijana, wasichana wadogo kwa wavulana. Nini chanzo? Nataka maelezo. Kilichopo msitu, msitu wa vibanzi, msitu wa vibanzi, msitu. Kafungwa miaka mingi msituni na ana uwezo wa kutoka. Wa kumtoa huko ni nani? Na mganga anataka madaraka. Mwenye nyuma. Chanzo ni mganga. Kwa nini yote unatutendea? Tulikuamini sote, vibaya watutendea. Sio kwa wazee, wakubwa, hata vijana, wasichana. Mkunde, mambo safi? Mambo safi, sijui wewe. Safi vipi? Kwema huko ulipotoka? Ni kwema, lakini sio kwema sana. Kuna nini tena? Maana haya mambo tunaishi na hapa kijijini kwetu. Mimi nilikuwa na mpango wa kumtorosha harusi pale kwa Nanguma, maana ateseka sana. Umtorosha kwa Nanguma? Hivi unamjua vizuri wewe? Kila mtu hapa kijijini anamuogopa Nanguma jinsi alivyo. Leo wewe usinihusishe kabisa kwenye hizo mada zako mwenzangu. Haya, unamtoroshaje? Na mpango wa kwenda Dar mwezi ujao. Sikia nikwambie, habari zako zingine za kunishirikisha mimi ziangalie. Habari zingine sitaki kunishirikisha kabisa. Tunamjua vizuri, sio kwamba umjui Nanguma tunavyoishi naye. Kwa hiyo sitaki. Mkunde, lakini nimemaliza. Kwa heri. Akafuna mpaka kijiji olowingela nohokofuma walema onanguma olowingela nohokofuma walema onanguma asila Nanguma acha asila tunguza kwanza Nanguma asila mbaya. Nanguma, nimekukosea nini mimi? Haya yote unaofanya katika hiki kijiji bado hujaona haijatosha? Wewe kweli Nanguma kurudia mimi mwanangu? Nakuuliza Nanguma, nijibu. Babu, nisaidie babu mimi. Hai! Koja kale mwana chibari sipete. Kimya. Wataka kusema Nanguma ni chawi? Toka ni Nanguma kawa chawi. Toka. Potea nimekwambia. Nanguma, wewe na babu lenu moja. Naona sasa mnafurahia. Na ndio maana mmekaa hapa, kwani mnalijadili. Sawa. Mimi naondoka. Ila kwa hili bado halijaisha. Toka. Koja kale mwana chibari sipete. Lawama hizi ndo ninazozikataaga. Ndio maana mimi nikikuta mtu na shida nayo yoyote kuhusu uchawi,
nachinja kabisa. Umeona mtoto mdogo anakuja kutupakashia mambo asiyofaa, anaweza akaja kusababisha jambo lolote, mwisho wa siku chama chetu kikatelezwa. Nimekuelewa Kojaga na kuachia kazi. Bro. Yeah. Mimi kuna swala moja linanitatiza sana. Swali hivi. Kuhusu ule shemeji. Lakini kuhusu shemeji mimi naona halina maana ya kuzungumzia. Tuzungumzia mambo ya mbele. Bwana mimi kuna siku nilikuwa kwenye harakati zangu. Yeah. Nikakutana na ile jamaa linova miguu meusi, chini si jeupe, litaliona lipopeku. Likaanza kunionya, kuniambia kwamba acha kufuatilia mazingira ya dada yako na shemeji yako. Ananionya mimi eti kwa sababu nilimuona dada na shemeji wanagombana. Sasa nashangaa yeye kayapata wapi? Wewe tatizo hao ndugu yangu yote unataka mwenyewe. Hizo shobo zako hizo za kufuatilia, kujifanya wewe mwana ndugu nzuri. Wayo, ndo unayataka ndo hayo. Ndo maana unavyoniona mimi mwenzako. Sina shobo na mtu yote. Nipo tu. Sasa wewe shobo zako hizo unaenda nazo hivyo hivyo. Mimi ndo maana simaindi na vijua wale nyewe vichao vile. Sawa, wewe kuwa na imani ya kishirikina, lakini sasa ndo mshakuwa ndugu yetu wale. Hapa sisi shida inapotokea inabidi pale ndo sehemu yetu ya kukimbilia. Wawe wachawi wasiwe wachawi, lakini ndo amshakuwa ndugu yetu. Kwa kuna muda sometime angalia kwanza. Kwani kuna msemo ule wanaosemaga mchawi ndugu yako, wewe hujui msemo? Na ufahamu. Sasa kama unaufahamu, wewe endelea nao. Ndugu yangu, eti dada yangu, shemeji yangu, wewe endelea nao. Litapokukuta ndo utajua hivyo hivyo. Sisi bila wale hatuwezi tukaishi, na unaangalia unaona mwenyewe hapa tuko wawili tu. Sisi na wale sisi ndo wamekuwa ndugu zetu, ndo kutusaidia. Hivi leo unaongea wewe ni mzima, lakini kuna kesho yake, hujui kesho yake kwanza kuna kuumwa. Sikiliza ndugu yangu, wao sio pumzi na wao sio Mungu. Sisi tutaendelea kuishi kwa sababu Mungu ndo anatugia pumzi. Wewe achana nao. Wao unaogopa wao kina nani? Sisi tufanye mambo yetu, ila wewe shobo zako hizo unaendelea kuwashobokea. Eti dada, shemeji. Wewe fuatilia wewe. Mimi sina habari za kufuatiliana na mtu. Ndio maana kumbe wewe unahitaji hata kwenda pale. Yaani mguu wangu tukutoa hapa kwenda kule. Mimi utoniona, wewe shobo zako acha zikupeleke huko. Basi sawa, mimi najiweka pembeni. Na unaongea hivyo kwa sababu wewe mzima, lakini kuna kesho kutwa ukija ukiumwa hapa, mimi nakutibia pale ninapopaweza. Nikiona ngoma ngumu mimi nabaki na kuangalia tu ndugu yangu. Mdomo unakuponza huo. Sawa, mimi naongea hivi kwa ajili mzima, nikifa sitaongea. Kwa hiyo niache niongee, ni relax. Wewe kama unaendelea, alafu ndugu yangu, cha kujiita wewe 45 kipi? Eti mimi namba mtaani hapa kote mimi ndo bila mimi sifanyi chochote. Hawafanyi chochote. Kwa ushamba kama huu, eti ndugu, wewe unanyonya. Yaani wewe ndugu yangu unaelewa fika hapa, yani kitu chochote akifanyiwi hapa bila mimi. Na wewe mwingine wakikuchanganya huko, mimi unakuja kuniita hapa, wewe brother mimi nimepigwa, mimi nakuja nawakilisha. Alafu leo unakuja unanikataa 45, yani mimi kwa sasa sio 45. Kweli? Sasa ungekuwa namba kweli. Yaani ungekuwa unaendelea na vile vile uamba wako ule. Mimi ningekuona ndugu yangu amana, lakini nakuona ndugu yangu kweli wewe nishakukataa. Yaani nishakukataa kabisa. Yaani hiyo namba tukuvue. Yaani wewe si tukuweke 26 ndio itakufaa. Basi sawa. Naona haina haja hata kuzungumzia huko. Vipi lakini bila ndani kusudongo tayari? Dongo hapa muda sio mrefu tunatoa. Siwaze basi sawa. Ndio la karaka unajua si yenyewe ya. Poa, lakini na wewe ndio uache shamba lako. Baridi. Kwa kuwa mnionya bro basi haina noma. Acha udada mwanangu. Na udada wako huo. Yaani brother imefika kwa sababu ya ugali wako unaotafuta mimi kula ndio unaita udada. Yaani mimi naleta udada. Wakati mwenyewe wanangu kule kasi wanalindwa dongo. Hapa nimetoka hapa nimewaachia wanangu wanakilisha dongo. Kwa hiyo nitukane mimi eti kisa ugali wako. Kwa kama mbona dili gari lako hilo. Wewe kana mwenyewe kula mwenyewe, mimi hapa sina haja, naona utaniuzi mimi ujue. Mimi sijakwambia kwa ajili hayo mdogo wangu. Ndio maana nakwambia mdogo wangu, wewe hiyo namba haikufai. Haya, wapi ulipofikia? Wewe bwana. Yaani wewe unisimanga kwa sababu ugali wako. Hata mimi nishaga ili mimi naenda kwa wanangu naenda kula ugali na kilo safi kabisa. Sio ugali wako kunisimanga wewe. Wewe vipi bwana? Yaani mtu unakaa unasema kabisa kisa ugali. Hata ugali wa kusimangana, wa kusemana ugali. Mambo gani haya? Wewe kwa nani hapo? Bora sana mambo ya ajabu. Hivi mzee wangu, nikwambie mara ngapi munielewe? Wewe si tulishakutana tumeshaongea. Kilikufanya nini utoke hapa uende kwa dada yangu ukaongea ushangingi wako mzee? Alafu sikia mzee nikwambie jambo moja. Ujue mimi yani sio kama unavyoniona. Mimi ujue mtu mbaya sana tena sifai ujue. Wewe mbona unaongea sana?
Ukiuliza kuhusu masuala ya kuongea, yani mimi kuongea ndo asili yangu. Yani muongeaji mkubwa sana kabisa yani. Na hapa bado sijapalala. Ile mimi ni familia yangu, nimekwambia achana nayo. Mbona unashindwa kunielewa? Alafu mzee, sikiliza nikwambie kitu. Yani mimi nimetokea hapo kwetu. Hapo Ngondae hapo. Yani sisi kuongea ni kawaida. Ukisikia kina Ngondae ndo sisi. Sasa mtoto anakunipanda kichwani. Wewe mzee. Unajua mzee, mimi sipendi ule utakuja tugombane ule. Sijui umenielewa? Yaani wewe hichi na maisha yako, acha kunifuatafuata, acha kunifuatilia. Wani tulikosa nini? Naomba kuuliza. Tulikosa nini? Mbona yatokea miujiza? Matatizo yatokea, raia tunaumia. Wapi tulipokosea?